Hii ni baadhi ya mitaa ya Mbezi Beach. Kama ukisikia milio ya ndege huko Dar es Salaam, ni sehemu ambapo kuna fujo nyingi sana, vurugu, magari nini, mambo kama haya. Lakini haya maeneo ya Mbezi Beach hapa ni maeneo ambayo yametulia kabisa. Ukiangalia hapo, nipo kwenye mitaa ya katikati kabisa. Ukiangalia manyumba, hilo ligeti, na hapa naelekea kwenye barabara kuu ili niingie kwenye barabara ya lami sasa. Ukisikia Mbezi Beach ndo huku kunapoonekana kama kuna poli hivi, na huko ndiko nakotokea. Hapo juu ndo kuna mwalimu wangu ambaye ni mpiga picha. Lakini haya ndio maeneo ya Mbezi Beach. Siwezi nikazunguka Mbezi Beach nzima, lakini nitakupitisha kwenye baadhi ya maeneo. Wewe ambaye unayetaka kutazama Dar es Salaam. Dar es Salaam ina maeneo mengi sana. Na mimi hii ndo mara yangu ya kwanza kufika Mbezi Beach. Kuna watu wana mauwanja makubwa, yani mtu ana uwanja anaweza akajenga hata nyumba 3, nyumba 4, nyumba 5, vitu kama hivyo. Mbezi Beach. Hapa nakaribia kufika barabarani. Tunaona watu wamemiliki mauwanja makubwa hapa. Huku nimeuliza, kuna uwanja mmoja hivi wanauza milioni 200. Huyo bado anajenga ghorofa lake hapa. Kuna wengine wameshajenga nyumba zao zimeisha. Kuna wengine wamenunua mauwanja. Kuna wengine bado wanafanya maeneo yao kama sehemu za mashamba. Lakini ni sehemu nzuri tu, ina mandhari ya Afrika. Unajua nyumbani tena. Mazingira, kuna kaupepo kwa sababu mbele huko kuna beach, kuna kaupepo kazuri huko. Kwa hiyo wanaoishi huku nafikiri ni watu ambao wana pesa kidogo, kwa sababu ukimiliki uwanja kama huu ni uwanja ambao una bei kubwa. Maeneo kama haya ukiuliza mauwanja, unakuja kukuta uwanja mmoja unakukosti hela nyingi sana, kama hela ambazo wewe unaweza kununua uwanja sehemu nyingine na ukajenga. Sijui kama unanielewa. Kama nilivyokuambia, kuna baadhi ya mauwanja wengine wanalima mashamba, kama hivyo ulivyoona hapo. Huyo amejenga mjengo wake. Maeneo yenyewe ndo haya hapa. Hapa nipo mtaani ndani kabisa. Baadaye nitafika barabarani kule kwenye barabara ya lami. Haya ni manyumba ya watu, hapo kuna geti. Hii ni Dar es Salaam. Dar es Salaam, ukitaka sehemu ambapo pametulia, hapana kelele nyingi Dar es Salaam, unatakiwa ukae maeneo ya mwisho. Sio yale maeneo ya katikati kama maeneo yale ya Kariakoo au karibu na airport pale, maeneo ya Kiwalani, sehemu zile za Uswahilini. Kwa hiyo hizo zinaweza zikakusumbua sana wewe kama haupendi kelele. Kama upendi kelele, maeneo kama hayo yanaweza kukusumbua. Kama unavyoona milima, mabonde, watu wanafanya maeneo yao kuwa mashamba. Kama bado wanajipanga, ndio hapo sasa wanasubiri wakipata hela waje wadondoshe mijengo. Unakuta mtu ana fence ndefu kama hiyo hapa. Mtu ana mafensi huko. Na hayo mauwanja na bei ghali kabisa.
Hii ni Dar es Salaam, hauwezi ukaimaliza Dar es Salaam nzima. Kwa hiyo pale unapofika, kama mimi hapa na posti baadhi ya video ndogo ndogo fupi fupi, kama ni dakika 20, 10, 15. Unaweza ukayaona mazingira. Huyu ana fence, nyumba yake ipo ndani. Nyumba nyingine hiyo hapo. Kuna vijana pale wanaenda zao mashambani pale, wanafanya kilimo. Kuna uwanja lakini wameamua kufanya kilimo kwanza ili wakusanye hela. Kama nilivyokuambia, huku ni Mbezi Beach. Kuna Mbezi Mwisho na Mbezi Beach. Kwa unaopenda kusafisha macho kwa kuangalia mazingira, ndio mazingira ya Mbezi Beach. Lakini kuna maeneo mengine mazuri kuzidi ya haya. Usije ukasema mbona huko kunaonekana kuna poli. Sio poli, maeneo yana maua yale makubwa makubwa yale. Halafu mtu anakaa zake ndani kwenye gate. Kwa hiyo kuna sehemu naweza nikaweka mkono hivi naonyesha video, lakini nyumba isionekane ndani. Ila ni mazingira mazuri sana, yametulia. Mimi mwenyewe nimeyapenda haya mazingira. Hapa ni Mbezi Beach. Na hapa kuna kilomita ngapi hapa nifike barabara kuu? Sio hata barabara kuu, ni barabara ya lami ambayo inakupeleka kwenye barabara kuu ya lami kule mbele kule. Lakini kokote mimi sifiki. Kokote kutakuwa ni mbali. Kokote mimi sitofika. Mimi nitakutembeza kwenye huu mtaa ambao sijaambiwa jina kwamba hii barabara inaitwaje. Lakini kama nilivyokuambia, na geti yenyewe ndo hayo, mazingira yenyewe yana utulivu. Kwa ninyi ambao mnaoishi kijijini, mnaoishi maeneo ya hapa Tanzania, haya ni maeneo mazuri mtu kuishi na familia yake, lakini yana gharama. Inabidi ujipange. Kama ni kufanya kilimo, unatakiwa ukifanye kilimo kweli, isiwe kama mchezo. Maana unatakiwa ukusanye hela za kutosha ili kwanza upate uwanja. Baada ya kupata uwanja, kisha ndo utajenga. Sasa unajua ujenzi ulivyo na gharama. Kwa hiyo ndo hivyo. Ndo hivyo ndugu yangu, sasa sehemu zilivyo. Kama wewe mtu ambaye ni muoga, unaweza ukasema huku kumekaa kaaje, lakini fresh, watu wanaishi huku. Kuna geti lako, unaingia ndani, unafunga milango, unalala tu, unajua tena. Maisha yapo hivyo, wala usiogope. Hapa mimi nashukana mtaa, sijui niongeze spidi kidogo ili nisikuchoshe. Kama unavyoona barabara kuu ipo hapo mbele, ipo mbali tena na barabara kuu.
ya usichoke. Kuna barabara, mtu anaenda pale anapaki gari lake. Kama nilivyokuambia, nasogea kwenye barabara ya lami ndio uende uone activity. Hapo kuna activity ya watu wanauza vitu vyao hapo. Hizo ni sehemu za biashara. Sehemu za biashara zipo hapo mbele hapo. Sehemu za biashara. Sehemu za biashara. Sehemu za biashara. Hii ni kampuni. Hilo ndo geti lake na nafikiri leo kulikuwa kuna mvua, so maji yalivyo mengi hapa. Leo kulikuwa kuna mvua Dar es Salaam nzima mida ya asubuhi. Sasa maji ndo yamebaki.